Asumani. Mzigo unaitwa Asumani bwana. Yaani mwamba ni mwizi alafu ni kigagula kinoma noma. Yaani anawaibia mnamkimbiza design fulani hivi, anawakusanya anawapeleka matumaini kama mtanikamata hapa, mtanikamata pale, alafu mwisho wa siku anafika kwenye ukuta anafanya kama hivi shwa. Anapotea yani. Hebu niambie hata kama unakuwa ni wewe unaendelea kumkimbiza mwizi kama huyo. Sasa bwana mchizi anaitwa Asumani na mara zote bwana anavokuwa pua stendi ya kwanza au kituo cha kwanza huenda kwa mama mtu wake na kumpelekea yale mazao. Yaani mama mtu ndo anafungua vikoba na vibegi vyote ambavyo mchizi anakuwa anakwala. Wewe mpuuzi nini wewe? Hiyo simu lininunulia au? Una kichaa wewe? Sawa, haina shida wewe. Asumani bwana aliukamgumia sister wake akiwa na basha yake. Asumani akamwamshia kinoma noma, akaambia wewe mchezo unanichukuliaje wewe, mbona unakuja kutuletea session ambayo sizielewi mtaani kwetu wewe, huyu dada yangu unajua hii kesi, dada yangu huyu bado mdogo ujue. Mchizi akampokotisha shemeji yake kila kitu, kisha akamtimua dada yake, akamwambia mtu ndoke nyumbani huko, usite mambo yako, usite session ambazo sizielewi mimi. Kweli bwana Asumani akatoka na sisteri wake bwana, wanaelekea zao mtaani. Asumani bwana kafika njiani akamkuta mchizi anahesabu hela, akampata noya vipi mwanangu. Mchizi alipopiga tano tu anashangaa mila yake yote imehama mkononi mwake na imehamia mkononi kwa Asumani. Akamwambia wewe mchizi vipi mwanangu, mbona hela zangu unazoea? Asumani akamwambia hela zako mimi nimekupola hela wewe au umenipa hela wewe au nimekuibia hela wewe? Wewe vipi hizi hela zangu bwana? Mchizi akamwambia haiwezekani bwana, hizo hela zangu nilikuwa na hesabu hapa. Kaambia mjikatae kwanza, ili hizi hela nishakwambia zangu na huna mara utakapozipata tena msepa huko. Yaani Asumani ni mwizi alafu ni kigabula, yani ni mwizi hatari. Basi bwana sisteri wake kafika nyumbani akaanza kumwamshia baba yake, akamwambia baba ongea na mwana wa Asumani bwana, mimi sipendi hizo harakati, mimi nishakuwa mtu mkubwa, inawezekanaje anifuatilia kama hivi, mimi niko na basha yangu alafu yeye anakuja anampola yule basha yangu. Dakika mbili bwana mara Asumani kaja akaanza kumwamshia sisteri wake, akamwambia wewe vipi bwana, tuomba mbosile msiniletee dharau wewe. Sister naye akawaka akamwambia kwa hiyo unanitaka au sio, unanikuta na mambo yangu unanifuatilia, unanitaka haya nile basi nile basi. Mzee akaona hisha kwa hatari. Asumani anataka kumwamshia sisteri wake, na sisteri wake mwingine anakuja anatembizwa winja. Unaambiwa sisteri wake mwingine bwana kafumaniwa na mume wa mtu. Yaani hii familia ni kama familia ya mzee Kikala vile katika lile bonge la movie la Kombolela. Kule mako mwanaume anachukua. Nani mkuu ndugu yako Asumani? Yaani mimi mwenyewe muone namba chapu ile ile. Mtoto fundi wewe. Ola mamtu. Mamtu. Wewe vipi? Siku nyingine tena hii hapo bwana Asumani baada ya harakati zake akaona ngoja niende kwa mama mtu kwanza nikajilimbwasa. Unajua nina masiku mengi kinoma noma, yani sijajilimbwasa. Basi bwana mchizi anafika kwa mama mtu, anamputa mama mtu yuko na bisho mmoja hivi, yani wanafanya yale mambo ambayo hawataki watoto kuona. Basi bwana Asumani leo ikamuuma kinoma noma, akaona leo sintani imekaaje mimi mama mtu wangu huyo, afu harakati zangu zote ninazozifanya na hakikisha kwamba mama mtu anapendeza. Sasa leo imekuwaje tena mambo kama haya? Akaona wewe sintani sio kinyonge, ngoja nikiamshe. Basi bwana Asumani akaanza kukiamsha kwa mchizi. Kipindi na kiamsha bwana, kitu cha ajabu na kitu cha kushangaza, yule mama mtu wake ndo akaanza kumpigia kelele za wizi bwana, mwizi. Mwisho wa siku dakika 0 tu raia wakawa kibao pale wameshajaa yani. Na unajua bwana Asumani na matukio mengi ya ajabu kinoma noma, na watu washamsaka sana, washamkosa. Kwa hiyo wakaona hapa tulipomkamata leo tunaishi naye mwamba, wakamtia tairi, wakampiga nyasi nyingi na mafuta hata kwa sana tu, yani ili mradi apate kumtia moto. Wakati hizo harakati zinaendelea bwana, mdogo wake alikuwa anaona, yule ambaye mdogo wake wa mwisho anaona kwamba leo bwana brother Asumani anatoa kibeliti. Bibi akakimbia chapu akaenda kwa mdingi laye akamwambia baba nimeshuhudia baba Asumani baba yangu Asumani wanampiga moto huko. Kitu cha kushangaza ndio kwanza mzee akawa anacheka, anamwambia Asumani wangu mimi, jembe langu mimi lipigwe moto? Sio kweli bwana, Asumani yuko ndani huko kalala, na kama unabisha nenda kamcheki, lakini hakikisha usimwamshe.
Bibi akaona huyu mzee ananitania nini, wakati mimi mwenyewe nimemuona blaza anapigwa kiberiti pale, akaona ngoja niingie ndani kwanza nikaangalie. Kitu cha ajabu bwana, bibi anaingia ndani anamkuta kweli blaza wake amelala, hana habari, akatoka amechoka hoi. Anaona hii imekaaje, huyu blaza wetu jini au imekuaje? Acha kupika ugali tule pema, nazungumzia habari za asubuhi kuchuma moto. Ani anaweza kuchuma.